Uh, kwa majina naitwa Jimmy Gold Konchi Mimi. Msanii, yani nafanya mziki nafanya mziki. Siku leo napenda kuzungumzia kuhusu nyimbo yangu ya Nipo Naye. Kwa hiyo nipo hapa kuzungumzia kuhusu nyimbo yangu Nipo Naye, the way ilivyopatikana, ilivyotengenezwa, changamoto zake na vitu kadha wa kadha katika nyimbo yangu ambayo nimetoa hivi soon, inaitwa Nipo Naye. So get ready. I'm here Jimmy Gold. Unaposema nyimbo ya Nipo Naye inazungumzia nini? Hii nyimbo sana sana inazungumzia mahusiano, na mahusiano hayo inazungumzia katika nyanja mbili. Yani namaanisha kwamba kuna mtu wako bado upo naye. Ina maana kama upo naye, it means kuna baadhi ya vitu vilitokea, maybe kumkishana kwa namna moja au nyingine, lakini still upo naye. Kwa mfano ukiangalia ile verse ya kwanza, ni mtu ambaye anamzungumzia, ni kama alikuwa anamzungumzia mwanamke hivi ambaye ipo naye. Ingalikuwa kutakuwa na situation ngumu, tumepita hapa na pale, lakini kwa mimi ndo nimeshazama, yani kisia. Kwa hiyo nipo naye no matter what. Bali na hapo nikazungumzia na japokuwa na tabia zake za kudeka, na nikamzungumzia kwa sifa, kwa muonekano, kwa umbo, kwa shepu, still bado nipo naye. Na ukizungumzia verse ya pili, inaonekana kwamba kuna labda mpo katika mahusiano, kulikuwa kuna maneno ambao wanaongea, umeona, labda mtu wako kufai, mtu akifanya hivi na hivi mara hivi, lakini still bado kuna maintain kile kitu na kusema kwamba bado niko naye no matter what. Kwa hiyo ukiangalia hii nyimbo kwa ujumla inazungumzia mahusiano katika nyanja tofauti. Haijalishi watu watasema nini, haijalishi wataongea nini, lakini still bado upo naye. Hii nyimbo kifupi ndio inazungumzia vitu kama hivi. Sana sana ni katika mahusiano, maana katika mahusiano kuna changamoto nyingi hapa na pale, lakini ile short inazungumzia mahusiano baina ya mtu na mtu, no matter watu watasema nini, no matter mnapitia kitu gani, lakini still bado upo naye. That's why wangu sio eti mimi nampenda, asa maneno ya nini? Ayo mayo sio kwangu sio eti mimi kumpenda, asa maneno ya nini? Naposema kwamba idea Nipo Naye nilipatia wapi, ni story ndefu kidogo. Idea Nipo Naye sikuipata direct, ila ni story ndefu kidogo, sababu sio kwamba ni mimi ambao nilimtokea labda au ndio kwa upande wangu, hapana. Nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu mmoja, alikuwa anapitia changamoto nyingi katika mahusiano yake. Basi kwa kuwa mimi ni rafiki yake mkubwa, huwa alikuwa anapenda kunishirikisha changamoto zake, lakini ndio alikuwa ananishirikisha, huwa nilikuwa namshauri kwa namna moja na nyingine, lakini baada kumpa ushauri alikuwa anashindwa kufanya maamuzi. Kwa hiyo ikafika tu mtu unamshauri kitu fulani anashindwa kufanya maamuzi, unamshauri kitu fulani anashindwa kufanya maamuzi. Basi akawa anashindwa kufanya maamuzi kutokana na kilichotokea.
Basi ingalikuwa ni kweli alikuwa anakosoa katika mahusiano, lakini kutokana na yeye ndo alikuwa ameshaingia kwenye mahusiano na ameshapenda, basi akawa ni ngumu sana kumshauri mtu. Basi nikawa tu ni muda ambaye akija mapiga stori namwelekeza hivi na hivi anakubali, lakini baadaye anashinda. Mwisho wa siku ndo akaja kufunguka ukweli, akasema bwana, kusema kweli mimi bwana ninapenda hivi na hivi na hivi, ingalikuwa tunapitia hivi na hivi, mimi kumwacha siwezi, ngumu sana. Kama mimi bado nipo naye, kaambia kwa hiyo umeshindwa kufanya maamuzi, bado nipo naye. Basi sasa katika situation na mimi ndo nikapata idea hiyo. Mimi nilitaka tu ni transform katika muziki, lakini ingalikuwa hapo sikupata hicho kitikio cha niko naye. Kwa hiyo nilipata idea kwamba watu na date wanapitia mambo fulani, au tumezama kisa kwa mtu fulani, kwa hata kufanya maamuzi uelewe umiliki iko hivyo. Basi na hapo ndo nilipo kumbuka, ilikuwa ni asubuhi, nilikuwa na akiba ya biti. Ilikuwa ni biti ninalo muda mrefu sikuliandikia. Sasa nikasema kwa nini nisitengeneze kitu kupitia hili biti. Sasa asubuhi wakati tunapita zile melody hapa na pale ndipo idea hiyo kanijia. Basi na hivyo nikasema kwa nini nisiandike kitu hiki, hawezi kuwa nzuri. Basi punde ndo nikaanza kufanya hicho kitu. Nikaanza kuandika verse kwanza, kamaliza, kaandika kitikio, kamaliza. Basi na mpaka hapo ndo idea iko nayo ilipopatikana hapo. Lakini kuhusu uhusiano wa kweli na maisha ambayo mimi naishi, ni kweli ina uhusiano wa kweli, ingalikuwa sikujiandikia mimi, lakini hata katika maisha yangu ni mambo napitia katika mahusiano inahusika kweli, sababu ndio nipo kwenye mahusiano, changamoto hazikosekani, sababu huyo mtu ndio naye kwenye mahusiano amezaliwa kwao, amekulia kwao na maisha yake. Mimi pia nimezaliwa kwetu, nimekulia kwetu na maisha yangu. So tunapokuja kuwa pamoja, kila mtu huwa na tabia zake tofauti. Kwa hiyo tunapokuwa tuko pamoja, na maana yeye huwa anakuwa na tabia zake ambazo mimi sizipendi, na mimi pia huwa nakuwa na tabia zangu ambazo yeye hazipendi. Kwa hapo lazima changamoto zitatokea. Kwa lazima kutakuwa na mikwaruzo, tutapishana, tutagombana, lakini stili bado utakuwa ni mahusiano, stili bado utakuwa upo naye. Hata siku ambazo ndo zinazidi kwenda hivyo, yani siku zinasogea hivyo, na pia unaweza mkawa pamoja, kuna wengine pia wakawa hawapendi mapenzi yanapoenda, lakini stili bado upo naye. Kwa kiuhalisia pia inahusika pia katika maisha yangu halisi, inahusika kwa kiasi kikubwa sana. That is katika kutengeneza hii nyimbo, ugumu ulikuwepo, usiongee uongo, ugumu ulikuwepo kweli, sababu huyu mtu ambaye nimeenda kufanya naye nyimbo ilikuwa ni mara ya kwanza. Kwa sikuwa na uzoefu naye, ni watu tulianza chemistry hiyo na tukaamua kufanya kazi siku hiyo. Bageni bei tukakubaliana, tukafanya kazi. Kwa ugumu ulikuwepo sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufanya naye kazi. Bali na hapo pia ugumu ulikuwa kwa sababu nilienda studio nikajikuta niko peke yangu rekodi. Kwa hiyo hata kupata hizo baki ilikuwa ni kipengele. Kwa hiyo nilipelekea rafiki kwanza watu wao wapige hizo baki kusikia, ilikuwa ni kipengele. Kwa hiyo ugumu ulikuwa katika kuandika nyimbo. Licha hapo nakumbuka kingine kilichotokea ni kwamba hii nyimbo nilisharekodi mara ya kwanza. Sasa sijui anasema sijui nini kompyuta yake sijui kwa extend yake, mimi kwamba ilizingua.
basi naona kwamba bit data na vocal zote zilipotea. Sasa siku hiyo tena ndo natoa taarifa, bwana, kila kitu kimefichika, njoo tuanze tena upya. Kwa hiyo tukaanza tena kufanya tena kwa idea. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu mno, lakini ndio mwisho wa siku basi Mungu Swasumani kukamilisha ile jambo. Kwa hiyo ugumu ulikuwa katika vocal, ndo mara yangu ya kwanza, ndo bit data zilipotea, kwa mambo yakawa mengi, na muda kajifunza hauna mikosi. Nilifanya mara kwanza tena nimekuja kuzungua. Kisha sema bwana, mzigo umezungua, kwa mtu asema kweli tatoboa kweli. Lakini kisha siku tukafanya kitu, na ndicho ambacho iko hapo mpaka leo. Ndio nyimbo ambayo nimeshaitoa ambayo inaitwa Niko Naye. Usiombe mwendo tu akitembea, ujumbe ambao hii nyimbo inafikisha katika jamii ni kwamba hasa katika mahusiano au katika maisha ya kawaida, kama mtu umempenda, umemridhia, unapaswa kumwamini. Pia changamoto huwa zipo siku zote, na kama changamoto huwa zipo siku zote, ila kuna changamoto ambazo unaweza kumvumilia mwenzako, kuna changamoto ambazo huwezi kumvumilia. Kwa kama unapendana kweli, sisi kwa pamoja no matter what. Na ujumbe mwingine ambao unapatikana katika nyimbo ni kwamba hatupaswi kusikiliza maneno ya watu kuhusu mtu fulani anafanya hivi. Hapana, kama mtu umempenda basi stay naye, maana haudeti na hao ambao wanaongea, ila una date na huyu mtu ambao uko naye. Kwa hayo maneno yachana nayo. Kwa ni kama kuna changamoto yote, kuna shida yote, kuliko kuwasikiliza watu ambao wanaongea juu yake, ni vyema tu kumdirect huyo mtu wako usiku, mkakaa chini mkayamaliza. Maana katika mahusiano kukosekana changamoto zipo sana, kapishana kwa namna moja au nyingine, ila changamoto hazikosekani, sababu mmezaliwa pamoja, hamjakuwa sehemu moja, ni watu wawili tofauti kabisa. Kwa ujumbe ndio huo, kama unampenda mtu kwa dhati, basi takaa pamoja no matter what, mtakuwa mko pamoja. Na baadaye labda mapenzi yakiisha, it's fine, but huo ndio ujumbe ambao tunafikisha katika jamii, hasa katika maisha yetu kila siku. Kwako misioni lagalaga miaka 100, kama maji kwa mtungi mwenzako nimetulia, kaubaridi fulani mama. Kitu ambacho ningependa kuambia mashabiki zangu ni kwamba nashukuru sana kwa support yenu ambayo mmenionyesha mpaka mimi nimefikia hapo. Nashukuru sana kwa watu wenu, nashukuru sana kwa support yenu ndogo ambayo mmenipatia, ila kwa upande wangu ni kubwa pia. So asanteni sana kwa support ya hii nyimbo toka nimetoa mpaka sasa hivi, na msichoke kwenye support, kwa sababu bila nyie siwezi kutoboa hapa siku hiyo. Kwa nahitaji sana support yenu. Kwa hiyo msisite kushare, kulike, kucomment, stream. Na hii nyimbo Niko Naye inapatikana katika platform zote. Pia lyrics video nimeshaiachia kwa ipo hapa YouTube. Kwa usisahau kusubscribe kwenye my channel ili kila kitu kiende sawa. Pia mkae mkao wa kula, sababu nakaribia kuachia nyimbo yangu mpya hivi karibuni. So muwe tayari. Mimi ni ndugu yenu, rafiki yenu, mdogo wenu, kaka yenu, mtoto wenu, Jimmy Gold Control. Thank you. Love you.